sana, tunashukuru Kristo kwa masaa haya amekuwa nasi, ameweza kutuongoza na ametujalia neema zake. Asante. Wale wanataka kuona daktari yuko wapi? Ungepewa tent moja tu ya wagonjwa kukuona. Yule anaenda tu polepole anakuona mahubiri inapoendelea. Kwa hivyo wale wagonjwa karibuni sana, hata wale wako manyumbani karibuni sana mkaone daktari, muandikishe. Dawa nimeona zimeandaliwa, watu wakunywe dawa wapate uponyaji, maana Yesu anasema tuhubiri Injili na pia wagonjwa wapate kutibiwa. Kwa hivyo naamini ya kwamba kwa leo ni hapo, lakini kuanzia kesho tutatafuta tent moja, wagonjwa mahali watakuwa na keti wakimuona daktari. Asante. Nimesimama hapa kwa ajili ya kipindi cha Bible study, yani ijue Biblia yako. Watu wengi wana Bible lakini hawajui kabisa. Hata leo ukipatia mtu Biblia umwambia kufunulie kitabu cha Sefania kiko wapi, ataanza kuitafuta Old Testament. Kuna ule atakwambia Sefania hakuna na iko kwa Bible, kumaanisha watu wengi hawajui Biblia yao. Ndio maana tuko hapa kufundisha. Kuna mambo huenda ulizoea kuyasikia ama umekuwa kama umeyazoea. Kuna maneno ambayo tunayasema mahali hapa huenda yatakushtua, uanze kushangaa, kwani maneno haya pia yako kwa Biblia. Kwa hivyo leo tunaangalia, jana tuliangalia kuhusu neno la Mungu na tukaona ya kwamba Mungu anasema tusome neno lake, maana tunatakaswa kwa neno lake. Jana tukaangalia kumbe neno la Mungu limetakaswa, na walioandika waliongozwa na Roho wa Mungu. Ni Mungu aliwaambia andika maneno ambaye nitakuambia. Na tukaona jana mwanzilishi wa kwanza wa kuandika Biblia alikuwa ni Mungu. Hebu 31:18 kitabu cha Kutoka, tuanzie pale. Mwanzilishi wa kwanza kuandika alikuwa Mungu. Maandiko yanasema nini? Kutoka 31:18 inasema, ndio hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda. Alipozungumza na Musa katika mlima Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda. Mbao mbili za mawe, akampatia mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Kwa hivyo mwandishi wa kwanza ni Mungu, alichukua jukumu akaweza kuandika. Kwa hivyo leo usije ukasema ya kwamba Biblia ati ni ya wazungu. Mwandishi wa kwanza ni Mungu mwenyewe aliandika, na alipoandika akasema watu waweze kuisoma. Hebu 19:1 kitabu cha Yeremia, Mungu akaandika na akaambia watu waweze kukisoma. 19:1 Yeremia, maandiko yanasema nini? Bwana akasema hivi, ndio, enenda ukanunue gudulia la mfinyanzi, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu. Nataka usikize, wakati Biblia inaandikwa manabii wanaanza kusema Bwana Mungu anasema hivi. Si wao walikuwa wanasema ati mimi Yeremia ninasema hivi. Hapana, inasema Bwana Mungu akasema hivi. Hiyo Yeremia 1 aya yake ni ya 9. Na ndio tukaona Mungu aliweza kuiandika Biblia na watu wakapewa wasome. Sasa leo ukiikana Bible unakana maneno ya Mwenyezi Mungu. 1:9 inasema nini?
Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, ndio, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, ndio, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, ndio, nimekuweka leo juu ya mataifa, na amewekwa juu ya mataifa na juu ya falme. Asante. Yani Mungu anazungumza, anaambia Yeremia, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Yani si maneno ya wanadamu. Na tuulize, kuna pia mitume walisema hivyo. Matendo ya Mitume 5 aya yake na 29. Maana anasema nimetia maneno yangu kinywani mwako. 5:29 Matendo ya Mitume. Inasema Petro na mitume wakajibu wakisema, nini? Imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Na ndio Petro wakaongeza ya kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa hivyo Mungu anazungumza na sisi kupitia kwa neno lake ambalo ni Biblia. Yeye mwenyewe ndio mwandishi wa kwanza, akaandika, akapea manabii wakaandika, akafunulia mitume wakaandika. Bible mzima imeandikwa, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa utakaposikia tunahubiri hapa, usiseme ni maneno yetu. Sisi hatujakuja tuhubiri imani ya kanisa yetu, hapana. Tumekuja kuhubiri neno la Mungu, watu waweze kuelewa ni yapi Mungu anataka watu wafanye. Tuombe. Baba na Mungu Mwenyezi, imekupendeza nisimame mbele ya wana wako kuinena injili yako kwao. Jinsi ulitumia manabii na mitume, nitumie hata mimi kama chombo, ili kwamba neno lako lisikiwe pamoja na kila mmoja, ninapoanza kuwa nami mpaka tamati, kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Sasa mada ya leo inazungumzia kumuhusu shetani. Yaani mada ya leo ni shetani. Mtu atauliza, kwa nini tuongee kumuhusu shetani? Shetani lazima aongelelewe ndio watu wapate kumjua zaidi. Ndio nakuambia mada ya leo ni shetani. Huyu shetani alitoka wapi? Na huko mahali alitoka ni nini kilimtoa? Baada ya kuelewa hiyo, tutajua ni kwa nini tuko hapa. Baada ya kujua ni nini kilichomtoa shetani mahali alitoka, ndio tuangalie ajenda ya shetani duniani ni gani. Ndio unapokaa kama mwanadamu uelewe ya kwamba shetani alikuweko na alitokea wapi. Maana yeye ndiye ameleta shida hizi zote ambazo unaona watu wako nazo. Matatizo yanasumbua wanadamu, shetani ndiye ameweza kuyaleta. Shida ambazo zinatusumbua, shetani ndiye ameleta. Sasa hii kiumbe ambaye ni shetani ilitokea wapi? Isaia 27 mstari wake ni wa kwanza. Kwanza, shetani huyu ako wapi? Tunataka kuuliza swali. Saa hizi ako wapi shetani? 27:1 kitabu cha Isaia. Maandiko yanasema nini? Katika siku hiyo, ndio Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ndio ulio mkubwa, soma, ulio na nguvu, atamuadhibu Lewiathani. Atamuadhibu Lewiathani. Twende. Nyoka yule mwepesi, yule nyoka mwepesi wa Lewiathani, ndio. Nyoka yule mwenye kuzongazonga, yule nyoka mwenye kuzongazonga. Naye atamuua yule joka aliye baharini. Atamuua yule joka aliye baharini. Sasa kwanza tunapata makao ya shetani ni gani? Ya kwamba makao ya shetani ni baharini. Ndio anasema Mungu atamuadhibu Lewiathani. Jina lingine la shetani anaitwa Lewiathani. Na wakaongeza huyu Lewiathani ni joka kubwa. Kwani joka ni nani? 12:9 Ufunuo. Lewiathani ni joka kubwa. Na ndio Mungu anasema ataweza kumwadhibu. Na makao ya Lewiathani ni baharini. Maandiko yanasema nini? Funuo
12:9 nasema, ndio, yule joka akatupwa, yule mkubwa, ndio nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Twende. Audanganyaye ulimwengu wote, anayedanganya ulimwengu wote. Twende. Akatupwa hata nchi, ametupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ni kweli, kumbe Shetani hakutupwa peke yake. Hapana, Shetani ya kwanza makao yake ni baharini. Jambo la pili, Shetani anadanganya ulimwengu wote. Na jambo la tatu, Shetani huyo ambaye amesumbua sana, baada ya kudanganya ulimwengu wote, huyu Shetani alitupwa. Ndio tutaangalia kwa nini alitupwa. Zaburi 104 mstari wake ni 26. Anaitwa Lewiathani. Lewiathani ni joka kubwa ambalo alitupwa, na ukumbuke ajenda yake ya kwanza ni ya kudanganya ulimwengu wote. Maandiko yanasema nini? Zaburi 104 aya yake ni 26. 26 inasema, ndio, ndimo zipitamo merikebu. Ati huko mahali Lewiathani anakaa, mahali Shetani anakaa, hapo ndio zinapita merikebu. Twende. Ndimo alimo Lewiathani, ndimo alimo Lewiathani. Twende. Aliyemuumba acheze humo, aliyemuumba acheze humo. Twende. Hao wote wanakungoja wewe. Nataka usikie, ati mahali Shetani yuko, hapo Lewiathani, mahali merikebu zinapita, hapo ndio Shetani amekaa. Na ndio sasa tunazungumzia kiumbe ambaye alitupwa, maana Biblia inasema alitupwa. Sasa swali, alitupwa kutoka wapi? Unajua kuna watu wanasema hapa duniani ati kuna jehanamu. Jehanamu haiko zai. Jehanamu itatengenezwa siku za mwisho. Watu wanasema ati unaona huku chini kuna moto. Hapana, jehanamu